Saidi amekosoa sheria kandamizi ya vyombo vya habari ya mwaka 1976 huku akitaka serikali kutoa ufafanuzi ni lini wataifuta sheria hiyo ili kulinda vyombo vya habari nchini. Huku pia katika muda huo wa maswali na majibu, mbunge wa Kigoma Kaskazini Zito Zuberi Kabwe ameshauri serikali juu ya kuanzisha miradi ya upandaji wa misitu ili kuongeza upatikanaji wa mkaa kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, sifa moja kubwa ya serikali za kidikteta duniani kote ni kupenda kusifiwa na kutukuzwa, na huwa mbogo sana pale wanapokosolewa kwa kuambiwa maovu ya serikali zao. Mheshimiwa Spika, serikali hizo hutumia sheria dhaifu katika kukandamiza uhuru wa kutoa maoni, kama ilivyo sheria dhaifu ya mwaka 76 ya magazeti hapa nchini ambayo inampa mamlaka waziri anayehusika na Wizara ya Habari kufungia chombo chochote cha habari kwa kadri atakavyojisikia yeye mwenyewe. Je, serikali haioni kuendelea kutumia sheria hii kandamizi ni kujitafutia nafasi ya kuwa miongoni mwa nchi ambazo haziheshimu haki za uhuru wa kutoa maoni? Swali la pili, pamoja na jibu lake Mheshimiwa Waziri alilonijibu kwamba moja ya sababu zinazopelekea kufungiwa magazeti ni kuchapisha picha mbaya zinazokiuka maadili, lakini Mheshimiwa Spika, tunashangaa sana. Sasa swali Mheshimiwa. Kuna magazeti ambayo yamegeuza picha za miili ya mama zetu, dada zetu na ndugu zetu wanawake kuwa ni malighafi ya kuuzia magazeti hayo, na yamejaa nchini mwetu, na hakuna sheria yoyote inayochukuliwa wala hatua zinazochukuliwa na serikali kudhibiti uchafu ule unaoanikwa katika nchi yetu kote. Naomba jibu sahihi. Sheria hii tayari tumeshakusudia, tutawasilisha mswada hapa bungeni wa kusimamia vyombo vya habari, lakini bado sheria hii ndio inayotumika, na kwamba maamuzi ya waziri ni ya kisheria, sio kwa hisia zake, ni kwa kufuata sheria zilizopo sasa. Sheria namba 3 kifungu cha 25(1) ya mwaka 1976. Tumepokea changamoto hiyo kwamba yapo magazeti ambayo yanatumia picha mbaya, lakini hawaruhusiwi kwa maana ya kufuata kwa mujibu wa sheria na weledi wa waandishi wa habari, lakini kama serikali tunatoa onyo na tutachukua hatua kali pale itakapothibitika. Thamani ya sekta nzima ya mkaa nchini ni zaidi ya dola milioni 650 ambayo ni kama 1 trillion, na serikali inapoteza mapato ya zaidi ya shilingi bilioni 150 katika mfumo mzima wa biashara ya mkaa. Katika hotuba yetu ya kambi ya upinzani bungeni tulipendekeza kwamba serikali ichukue mfumo wa Brazil wa kurasmisha biashara hii na kuruhusu watu waweze kulima misitu kwa ajili ya mkaa. Serikali inachukuliaje pendekezo hilo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaokoa misitu yetu ambayo inakatwa kwa kasi kubwa sana hapa nchini? Tunao mpango kupitia TFS ambayo na ndio ilikuwa haki shabaha kubwa ya kukabiliana na tatizo hili na mengine ambayo katika sekta ya misitu, na niseme kwamba tunajiandaa kuwa na kongamano ambalo tutaitisha wadau mbalimbali, kwa sababu tunataka kutazama mapendekezo mbalimbali ambayo yamekuwepo na experiences mbalimbali za nchi tofauti, kwa sababu India wanazo experiences zao, Malaysia wanazo experiences zao, Brazil of course ndio imekuwa juu zaidi ukitizama katika study ya World Bank na study ya FAO. Tunataka kutizama ni njia ipi katika mwaka huu na tuje na mapendekezo gani, lakini kubwa ni la kuinvolve private sector na kuinvolve wananchi wenyewe kuona kama wanaweza wakatake leadership, wakati serikali ikiwa na provide framework ya policy kuhusu swala hili zima. Baada ya maswali ya majibu, mjadala wa bajeti ya Wizara ya Ujenzi ilishika kasi, pamoja na wabunge kupongeza juhudi za waziri mwenye dhamana Dr. John Pombe Magufuli. Bado amejielekeza zaidi katika ubora wa ujenzi, huku akikosoa juhudi ndogo za kukabiliana na msongamano wa magari jijini Dar es Salaam. Sasa naelewa kwamba barabara zilizotangazwa ni pamoja na barabara ya kutoka Wazo Hili, Goba, Mbezi, Morogoro Road, barabara ya kutoka Tankibovu mpaka Goba, Samakiwa Beach, Kimara, Baruti, Msewe, barabara ya Kilungule External Mandela, barabara ya Malamba Mawili, Kifuru, Kinyerezi, na barabara ya Tabata Dampo. Hizi barabara zimetangazwa. Tatizo langu Mheshimiwa Waziri ni kiwango cha kilomita. Kama barabara kubwa ya kilomita 20 ya kutoka Goba ambayo ingesaidia sana kupunguza foleni
inatangazwa kuanza matengenezo kwa kilomita 7 peke yake. Tafsiri yake, kama kasi ni hii, itahitajika miaka 3 au 4 kwa barabara hii kuweza kukamilika. Na hali hii iko vile vile kwa barabara ya muhimu sana ambayo ingepunguza foleni ya kutoka Malamba Mawili, Mbezi, Kinyerezi mpaka Kifuru. Barabara ya kilomita 14, tangazo la sasa ni kilomita 4 peke yake. Ningependa upate ufafanuzi wa wizara kwa maana ya ahadi za rais, kwa maana ya mipango ya serikali. Ni lini serikali itaamua kufumba macho? Dar es Salaam kuna magari yamesajiliwa takriban milioni 1. Hizi pesa zinazozungumzwa hapa za mapato ya ushuru wa barabara kwa sehemu kubwa zinatoka kwenye magari ya Dar es Salaam. Swala la kuporomoka majengo ni swala linaloitia doa serikali na taifa kwa ujumla. Najiuliza maswali. Mheshimiwa Magufuli, ukali wako wote umeuweka wapi kwa watu hawa waliohusika katika uporomoshaji wa majengo haya? Au umepitiwa au unawaogopa? Naomba chonde tuondoke kwenye kadhi hii ambayo inajirudia ya majengo kuporomoka. Nataka niseme kwamba bajeti yako hii yote imetupa matumaini, lakini matumaini yaliyoko humu yana mashaka, kwa sababu 1% kubwa ya bajeti yako hii yanaenda kulipia madeni. Tunataka uwe mkweli, hii bajeti yako 1% kubwa inaenda kulipia madeni. Umejaribu kutoa tu fedha kidogo kidogo kila mkoa ili kuwaridhisha. Kwa kweli sio vizuri. Najua waziri hapendi kujisema vibaya hata siku moja, lakini ukweli ni kwamba angeweza akajenga mabarabara mengi zaidi kama pesa na mtiririko wake ungeenda kwa wakati. Lakini kwa mtindo wa hivi sasa ukiangalia ufanisi, cost effectiveness ya miradi hii, lazima uweke alama ya kujiuliza. Hii ni wizara pekee ambayo imechangiwa na kupongezwa na wabunge wengi, na ikiwa ni moja ya wizara iliyoungwa mkono na idadi kubwa ya wabunge bila kujali itikadi za vyama vyao. Mimi ni Diton Talengwa, Mlimani TV, elimu kwanza.